kualika. Sijui. Fanya hivi haya. Sasa wewe, you man umeuta huko. History ni yangu ama ni yako? No. History ni yangu. Nani ndo guest? Nani ndo guest? Tunashangaa. Tunakuambia /for 20 segment and we are back beyond the spotlight. BTS. Welcome back again to BTS, and it's us with another banger. Guess what? We have a special guest for you. Saji, introduce mwenyewe. Wazi. Hi guys. Hi. My name is Nisi Nyaga. I'm a creative director. I'm a sound designer, film scorer, composer, producer, musician. I'm also an author and a philanthropist. Hizo zote mtu mmoja. Yeah, Mwenyezi Mungu anawezesha. Very nice. Ndio tunaita jack of all trades. By the way. Yeah. Anyway, umetaja hizi vitu zote. But acha tuanze kurudi. Umesema wewe ni author. Yeah. Na pia ni msanii. Yes. Okay, na nini kingine umetaja? No, film score. I wanted to okay. Film score ni nini mwanzo? Kwa film, sound is half the film. Okay. Sindio? So by the music that you hear kwa movies, it's called scoring. It's the art of scoring. So that's what I do prefer. Ungesema tu ni kuweka music kwa video. Kuna ingine ame-mention sijui philanthropist. Yes. Ni maswala na community impact. So I deal with teen moms na wazee kama mimi. No, wakongwe kabisa, wale wenye wako peke yao, secluded and they need help. Yeah. Very nice. Asante sana kwa hiyo part. Another thing. Yeah. I think sote hapa ni vijana, si ndio? Na leo being on a Monday. Yes. Leo ni Monday. Weekend ilikuwaje? Acha tuanze na Yuna. How was your weekend? Ladies first as usual. Yeah. My weekend was good. If you have my number, you know, nilikuwa pahali. My weekend was good. Ilianza vizuri from Friday. I went to a karaoke night at LTC. It was very lovely. And then Saturday, what did I do? I was around hapo Nyali. Sunday ni thorough cleaning na kuchunga kuku. But yeah, leo nimeamka na ile unajua ukiwa Mombasa alafu mafoi kushike. Ni mbaya mtu yangu. Hii ndio ile weather mnasema ukikuwa kama hujashikwa na mafua wewe ni si mzima vizuri. Wewe uko na shida hapo. But yeah, my weekend was lovely, yeah. That's nice. Kwa sisi wa kupenda mpira, my weekend was good. Actually it was very good kwa sababu the previous weekend mimi na support Barcelona. So the previous weekend tulicheza na our rival El Clasico na tukawafunga, alafu tukapewa kikombe mbele yao kabisa. In history haijafanyika. Yes. So this was the first time. Alafu sasa the next game tukapigwa, lakini uzuri kwamba hata wakawin zao zote sisi tukapoteza zote zingine, bado trophy ni yetu. Tushashinda. So Barcelona. So hiyo imekuwa tu my topest part of this weekend. Yes. And how was your weekend, bro? Manchester United kama kawa. Number 3 locked in. Oh, this time napanda ndege naenda UEFA. Yeah. Welcome back. Yeah, tumerudi home. Uko si home. Tumerudi home. Tumerudi home. Siwezi elewa lakini na support Arsenal. Huyu ndo analeta swara. Wewe ndo utapeleka swara wa Arsenal. Mimi had fun wa Arsenal. Tajia mtu mmoja wa Arsenal. Mimi najua kuna Sanchez. Sanchez alitoka kitambo.
Sasa ndio nakwambia Ama ulianza hiyo time. Mimi ni legend, nilianza hiyo time. Unajua sasa hivi nimekuwa. Yo guy, my guy. Mimi ni legend. Hiyo time nilikuwa nafuatilia. Lakini sasa hizi umeachia watoto. Sasa hivi mmeanza kuleta Joma. Sasa mnaleta beef za ufala. So nikaona, you know what? I'm not doing this again. Ukachore. Thank you. Watu wa Manchester. Yeah, so Man United will win. I'm also a Barcelona fan. Oh. Hapo tuko how men are not loyal. Kwa boli aje sasa. Hebu tuambie viewers, men are not, hebu comment hapo chini, men are never loyal. Kwa boli already Man U Barcelona aje sasa. See, Barcelona is in Spain, yes. Manchester is in the UK. Those are two different leagues. And in fact, I'll argue this. Mademo wanaendaga salon tofauti. Exactly. No, we are loyal to my ninio. To your what? You are, but most women wanaendaga salon tofauti. Men are known to be loyal to their kinyozi. Unless he dies, mimi sibadilishi. Yote 9-10 ni ya mwezi ni convince. Anyway, sawa. Tutaona venye ta convince. Convince ni kidogo. Wewe sijali. Talking of football and youth. There's a time kulikuwa na cases watu wanapigana juu ya ball, watu wanajinyonga juu ya ball. Shida inaweza kuwa nini hasa? Because I think we've had these cases. We've had these cases. Ndio. Ama previously last year actually there's a girl alijinyonga juu ya ball. Yeah. So tunafikiria ni nini hasa inasumbua vijana? I think football as a sport is one of those things that people relieve their stress via, because hiyo 90 minutes ukitangamana na wenzako and the passion that is involved with football, inakupatia escape flani. I'll give you an example. 2022 World Cup, the Argentina ndo waje wabebe finali. If you like, the entire country came to a standstill every time Argentina played. Kapatana mara mwisho kabisa climax walipatana Rosario. Sasa inasemekana as the matches got tougher for them because their country economically walikuwa on a decline. Like Argentinas don't have a middle ground. It's either heaven or hell. So walivyoona, like I'll give an example, match ya Netherlands. Argentina scored 2 goals first. Alafu Netherlands wakarudisha. Walivyorudisha, the gangsters in the streets walikuwa wameanza kuongea kwamba if we lose we'll start rioting and killing people. The same thing happened for the final, because they viewed their team, the football team ama the football, as an avenue to escape whatever was going on in the country. So hopefully walishinda and it brought change even politically. Sure. So football is an avenue where most guys go to escape whatever it is that they are facing. Okay. And talking of football as a part of bringing passion, I mean, iko na passion in people. Penye pako na passion, I think if you don't meet your objective in that, inaweza result to mental health challenges. Yes. Ama haiwezi. Because kama let's say kama mimi. Mimi if afadhali tumefungwa na any other team sina shida. But kufungwa kwa El Clasico umeusikia. You understand? But again, it's how you do after that. So now kitu nimekuwa nikijiuliza, do you think as youth tumeamua kukuwa fanatics, inaweza kutusababishia mental health ama kitu kama hiyo or related issues? It could, but I think it's not the source of whatever the problem is. Because as I've said before, it's an avenue people use to escape something. For example, mtu akienda baa kulewa, haimaanishi shida zinaisha, anaenda tu kwa hiyo muda, let me get high, let me nijibambe. Keleza sana karibu. Unasema tu. Ushaanza kuangalia kando. No, like I'm saying, like the source of the problem is not football ama the drinking, ina stem from somewhere else. So wale wenye they are becoming fanatics is because maybe wameona football is my only escape. If my team wins,
my spirits are up there, adrenaline inapanda. Ikilose vile unasema adrenaline inashuka, and because I was relying on that football game kuniinua na nime lose, sina ingine, so I want to let out whatever it is I'm feeling. Okay. For me, I feel like when you mention hiyo imefanya nikaanza ku overthink. Pia like inaweza leta mental health in terms of maybe most people nowadays they do betting. Yeah. So and obviously if you're loyal to your team, kama tuseme mimi ni Arsenal, lazima nipe sifa Arsenal ile. If maybe Arsenal is playing against Man U, and kuna venye naweza jua Man U itashinda hii nini, but since I'm loyal to my team nita bet nini ishinde. Hiyo ndio ile tunaita una bet na hisia. Unaona kabisa statistics zinaonyesha wanafunzi. Kuna ile reality check, you know, this is like kuna venye ukiangalia maybe formation haikuwa poa nini, so unajua tu hapa Man U ndo anabeba ikitu, but me since I'm loyal to my team, yes. Na ikini betting you invest some money nini hapo, so ikilose maybe nilikuwa nimeinvest a lot of money iende, niko na pressure maybe nyumbani nini. What tunasema kama ni game ya Man U na Arsenal, wekelea salary yako. Unaona sasa, and then you know you manishangazanga sana. So after that ndio unaona Arsenal imeisha, ukifika huko and then you people mock. Kama ushaona memes za wase sanye maybe Arsenal imelose ama Man U, my brother mwenyewe ananitumianga na anajua mimi si ati super fan, but hata ni bombard na Arsenal hamjaishinda kitu kwa hii maisha miaka 20, lakini ni ukweli 20 years. So yeah, that can lead someone, and most people wana commit suicide, wana make too rash decisions, wako nitaanzia wapi, I invested my investment ilikuwa nayo, hiyo pesa yote imeenda hivyo. So venye ulisema it's true, it can lead to those mental health struggles and what not. Okay, na labda pengine kuna one of our viewers anaangalia, amekuwa akitufuatilia pale, labda anajiuliza wameshindwa kitaja mental health. Labda wanashangaa hii mental health inatajwa ni nini? Acha tuanze na wewe. Mental health kivyako unaelewa? So I had some notes written here. Kwani unafanyanga pia research na ukisema? Napenda kusoma. Unapenda kusoma? Umesikia venye hiyo bio yake? By the way, watu wengine kama wewe mwenye shule yako inapigiwa kura, si ndio? Na shule kama inapigiwa kura sijasema. Ngoja ili. Ama hawakuweza kumanage sasa hivi. Ni mbaya. Ni mbaya sana. Watu wa group of schools acha kuonyesha venye kunaenda. Na wewe ulienda school in groups. Hapo kuna tofauti. Kuna mtu alienda group of schools na wewe ukaenda group in schools. Anyway, let me read. So, mental health is the condition of a person's inner world, the state of the mind, emotions, thoughts, identity, coping ability, relationships, and overall psychological well-being. So for men, wacha to dive in kidogo kwa men. For men specifically, mental health often sits at the intersections of pressure, responsibility, identity, silence, performance, and emotional suppression. Okay. Yeah. Hiyo imeenda for men. Haukuandika for women? For female. No, for ameona nakaa men hapa. Acha nisiende hiyo njia juu tutaanza kusema tunakuingilia. So hizi zote zimeweza ku define the term mental health. Yeah. Kwa hivyo kwa haraka upesi tunaweza sema mental health ni ule mtatiziko wa mawazo ama akili ya ule usawa wa mtu wa akili. Sawa Mswahili. Katika kufanya jambo. Right? Yes. I think kufikia hapo inaweza kuwa imeeleweka rahisi kwa our viewers pale. Yes. Na labda pengine ni maana umetaja for men, but nataka sasa si zenye umezisoma ama hata kama zenye umezisoma, but tuone moja kwa moja baada nyingine. Labda nitasemaje huyu mtu ni kama ako na issues za mental health. Ama utaanzaje zile signs za mental health zinajulikanaje? I think kila mti unajulikana kupitia matunda yake. So tunajua mwembe ni mwembe because of maembe, sio? Ngoja upate.
Ngoja upate zenye zimefanywa budding ndio utajua. Mchungwa ni mchungwa because tunda lake ni chungu. So fanya hivi. Unaweza ongea tu lugha yenyewe. Ndio nasema itapita watu wa bara sana. Watafikiria tunaongelea miti na matunda. So like in layman's language. Yeah, I'm saying like for anyone to understand ama kuona kwamba mtu fulani ako na matatizo ya akili, utaona kupitia matendo ya yule mtu, because ukimuuliza most likely most people who are mentally challenged if you ask them, because they're in denial, the first stage is being in denial, atakwambia mimi niko sawa, mimi sina shida. Wewe una imagine vitu zako, mimi niko sawa, but matendo yake utapata hayaendani na msemo wake kusema kuwa yuko sawa. Plus people fear being judged. Hapa kwa community mnajudge. People fear being judged. So vijana wengi tumepambania sana kufake ya kwamba tuko sawa just because we want to fit into hii world yenye imecreatiwa na social media. So utapata there's a story I was told of a guy, babake alikuwa anauza njugu, and hiyo biashara ya mzee ndio ilipeleka huyu kijana kampo. So during one of masiku alikuwa ametoka na wenzake kutoka campus, and then kwa bahati nzuri ama mbaya babake akawa anapitia hapo mahali wako akiuza zile njugu. So mzee alipofika pale, yule jamaa alilenga alichorea mzee because he felt embarrassed kuwa babake anauza njugu. So why do you think he did that? Like fear of judgment. This is a true story. Unaona msee labda amepiga look hapa nje, alafu ati babake anakuja na kikapu ya njugu. Nafikiria vijana wetu wanaweza kubali kuona hiyo part. Then labda hata yeye mwenyewe in the circle he's one of the biggest bullies. So definitely haizi taka wajue anajaribu ku maintain a certain standard ambao si yake watu. So it's just basically fear of judgment. But you know, psychologically bullies have an issue. Yeah, true. Like when you dig deep, anyone who's a bully anasumbuliwa na hiyo wenye unasema hiyo matatizo. There's something, kuna backstory hapo wenye amemask na hiyo kubuli wenzake. True. So hata ukisema hivyo, it's pia hiyo ni one of the signs. Yes, like bullying is one of the signs. Sana high schools. Ingine, another sign. Indecision. Like you can't make decisions. Hujui niende left, hujui niende right. In between. In between. You emotionally, you also disconnect emotionally. Drugs may be involved. Ngoja hapo kwa you emotionally disconnect. Akili yangu imegonga tu relationships. So na wale wenye relax. Hapa tuna unpack everything. Lazima viewers waelewe. Hii mental health ni nini? Which are the signs? How does it come? Kwa relationships, if you are emotionally unavailable, inaweza kuwa pia that your man hata sasa your man umeota huku. Ndo najicorrect jamani. Inaweza sasa sitaki like na hapa na tumia an example ya mtu ako nje. Maybe your man is struggling mentally and you're wondering, female viewers, labda your man he's emotionally unavailable na uko hapo tu ani text ana time for me, he's not creating time for me. Nikimwongelesha he's absent minded. You need to check on your man. Maybe he's struggling mentally and you don't know. Shida zingine zinaweza kuwa solved na pesa. Tumie kijana pesa uone kama atacheer up. Ama mnunulie jazi. World Cup inakuja. But you know, there are men who refuse to receive money from the nini. Wale kwanza wenye ni chauvinist, the chauvinistic guys, they want to remain. No, it's because men don't know how to receive. Yeah, they know how to give. We are men to know. Unasema ni tumio jamaa. Tumie sasa ndio maana unamchange. Ndio maana unamchange.
wewe unataka aje ati sasa tujaribu njia tofauti za kumake sure huyu mtu pia akili yake inarudi pale mahali pana stahili. Sawa. Okay, tumeona the signs ambazo zinachangia kwa ama zinaweza kuwa ni ishara za mental health. Have you encountered anyone with mwenye alikuwa mentally unhealthy and ukaona kabisa na ukijaribu kumzungumzia na nani ndo script lakini pia lazima just answer that. Yes, I have. And at some point you kama unaanza, it's a bit hard to know kama huyu mtu anasema ukweli or not, because again it depends na how close you are to this person. Ndio ujue. Kuna ule mwenye ameweza kuwa alone. We have loners hapa nje. We have introverts. We have introverts hapa nje, ambiverts, and you don't know which phase this person is at. You know, labda pengine ulimpata huyu jamaa ama huyu mtu akikuwa kwa that part of ambivert. Okay, he or she is an ambivert, but umempata ile sasa ako kwa extrovert part of it. The first extrovert. Then the next day you get this person kwa the other part sasa introvert. You get to think, sasa huyu mtu jana alikuwa yuko vizuri, leo tena hivi. Then you get to misjudge that person. But at some point if you are close to this person, si usemanga uweze danganya mkono yako left. Because ni yako. Ati nimetoa kitu hapa, but najiambia mkono right haitajua. Wrong bro. What am I trying to say? If you've been close to this person, and closer doesn't mean ati mmekaa naye miaka mingi. There's a way that mtu anaweza kuwa comfortable to you. By the way, if I see Pedro hivi na hivi, then inafika time akifanya kitu fulani, I know this person is not right. Then this person tells you, mimi niko fit. Mwanzo let's say na hiyo part yako ya part ya relationship yenye uko unasema. I don't we normally get to hear the face of mimi niko sawa, wewe unafikiria zako. Me I'm fine. I don't know what you think. You overthink. I, for heaven's sake, as a person mimi nataka ni overthink. So nime overthink mpaka nimejua huyu mtu hayuko sawa. So nakuuliza ndio open up, uniambie, then we see how we can handle it. But you know, like it's not easy for anyone, especially men. So unajua zile vitu pia men nayo ku open up, especially men, like kwa men tunasema ku open up, tunaacha pale kwa theater. It is not easy for any man to open up and expose more when he's vulnerable, like it's Hebu kwanza let us talk about you kidogo. Umesema it's not easy for you, sina letter hiyo, it brings the aspect of opening up. Most of us tunashindwa ku open up. Sasa nataka nilete aspect mbili kwanza, but before that I want you to answer me this question. Have you ever had that pressure ya ku man up? Maybe una struggle nini, but you know you need to man up. Na after that inaleta hii nini in our African community sai, like the way our parents hawaelewi, like unaweza ambia mamako ya struggling mentally ama your dad, na wao kwa hizi mambo ya kama siku hizo wasema hizi ni mambo ya majenzi. Mnajifanya ati mko na PTSD, ADHD, mnatafuta majina makubwa. So hapo tunaona I have like two questions. Like why is it hard for the African communities kuelewa mental health? Alafu pia like sasa hii ni swali yenyu, unajua mimi si mwanaume. Kama mshekuwa na hiyo pressure of manning up. Yeah. So wacha tuanze na community. I think the older generation hawaelewi ya kwamba things have changed. Like you see in their time they had clear structures. A man is supposed to do this. A woman is supposed to do this. You as a child you're supposed to do this. Saa hizi karne yetu, whatever men used to do before, women wanafanya. Whatever women used to do before, wanaume wanafanya. Unaona? So watoto wakikua they are confused because
babu na bibi wanasema this is how things were, but wazazi wetu tunaona ni tofauti na kile tunaambiwa na babu na bibi, and then wajomba pia ni tofauti. If they are fortunate enough kutangamana na wenzake maybe shuleni, you get to be exposed to the way things work now. Kulikuwa kuna kitu umeuliza, and for the sake of viewers and tuweze kupeana information mzuri. Ulikuwa umengoja niseme mwacheche. Tangoja sana. Kuweza for viewers waweze kupata pia nini, waweze kupata the rightful information. Kindly ask the question again. Okay. I had 2 questions for you. So unajua najali maslahi ya wanaume ya sana ya. Hata tujali hatukuiti kwa men's conference, endelea. Ni sawa tu. But yeah, I had 2 questions for you. And the first question was like, have you ever had that pressure of manning up, your pressure to man up, maybe from the community, from the family, parents? Unajua nikisema family si nuclear, pia extended family, and like you are mentally drained, you are emotionally unavailable, but uko tu na hiyo pressure, I need to stand firm, I need to be a man. Yeah, na talking about that inatuleta kwa ile aspect ya our African communities nowadays, when they misinterpret mental health. Sahi our Gen Z parents sana hata wengine mtafeel excluded, but yeah, let me talk with the Gen Z aspect. Sahi when you go and tell your parent maybe you're mentally drained ama unasuffer from you have signs of depression nini, you know, they'll be like, hii mambo yenyu Gen Z mnakuja na big words, ADHD, you are bipolar, PTSD, you get. So like they don't get the concept, like you can be really suffering, and maybe you're used to be smiling, you're bubbly, but they don't get that concept. So yeah, I want you guys to answer me and the viewers the question. Minta Rudi in terms of African setup, family setup. One, tumelelewa tukijua as a man you're supposed to be strong. Naelewa. Like funny question, and viewers, not unless tunaongelea wazazi wa current wa this era, but wale wazazi wa zamani and hata nyinyi. Nani ashiona babake akilia? Mimi nimeona. Uliona kilia? Na si kwa mazishi. Ilikuwa related na mazishi. Si hiyo tunaweza toa, but ile ya kwamba ati ako na too much nini mpaka umpate tu mahali kakona akilia. No, but you want to tell me that our parents hawapitia hizi mashida? Wanapitia, but the society imetuweka in a way that as a man you're supposed to be there, one, for the family, whether it's your family as a man, whether it's sasa your family yenye sasa ni ya wazazi wako. And ukumbuke as you are growing up uko na expectations mingi sana hapa nje. One, familia yako, wewe mwenyewe kama as a man, kama umeoa, you're starting your family, you know. Hii family iko na expectations kwako. That's one. Two, your parents pia wako na expectations from you, whether it's in terms of support, health wise, whether like financially and all that. Yeah. That's another thing. Also, sasa uongezee labda umelelewa katika misingi ya dini. Unaelewa? Umelelewa katika misingi ya dini. So hiyo pia kuna expectation inakuja nayo. Yeah. Bahati mzuri ulisoma. Bahati mzuri umesoma. Pia hiyo nayo ni expectation kwako. Yeah. Umepata kazi. Workplace kuna expectations. Jamii pia inakuangalia na expectations. Then the community itself pia iko na expectations. Aje sasa venye nasema ni if you do something pale kwa nyumba utaanza kuambiwa lakini si wewe ni babake mtu siku hizi. You see? Tayari hiyo ni that's pressure already. Exactly. Family kwa wazazi utaanza kusikia tena nini mjue basi huku tutawaangalia nyinyi. They are forgetting that pia when you are trying to make ends meet at least to support. Aya, ukimnini hivyo ukifanya kitu kwa mtaa unaanza kusikia tena wewe nenda kanisani ama si ni Muislamu.
mtoto wa Kiislamu afai kwa that's another pressure in a certain exactly way. So yeah. Community inaweza fanya kijana squeeze anafaa sahihi ya kuwa ameoa exactly ama umeoa unaweza kusikia tena alisoma vile. You see, so inafika time as men it's very hard for you to fully develop one because you want to please people around you. You end up forgetting yourself. And that's the pressure that men currently are going through. You need to have a strong heart or a hard skin for you to navigate around that, kwa sababu the moment utatinga blanda na hiyo kila kitu iko against you. So now inakuja pale you need to man up for yourself despite all these things that are happening. You need to man up for the family despite like you have to sacrifice yourself for a lot other people, ending up not choosing yourself. So that's one of the biggest thing. That's one of the biggest thing ambazo wanaume wanapitia. And again, we tend to hear people saying it's fine not to be fine, it's okay not to be okay. But again, at the end of the day, do you want to tell me how many people believe in that? Don't answer me now. We'll get back to that. Before I answer, I have a question from what you've said. Niki let's say I'm nasafiri, maybe natoka nyumbani naja town ama nini, whoever I'm seated next to kama ni mzee, I tend to ask them questions, nielewe tu what they think of something. So kuna mzee nilimuuliza, saa hizi Kenya watu wanalia sana shida, like shida haziishi. Kenya ni hivi, Kenya ni kugumu, Kenya ni rightly so. But then I ask him, katika kila familia tuseme, when we compare the classes, matajiri na lower class, na lower class, na pia kuna middle, na pia kuna middle, ati matajiri na lower na lower class, not maskini. Maskini means something else. No, like poverty is just ni kitu mbaya tu. Looking for a good word, so maskini. So this apparent mzee alikuwa mtu wa boda boda. So nikawa namuuliza, niulize baba, for example, now that you're working here, tuseme uachie watoto wako, ungangane sana uachie 2 million ili umejaliwa, and then kwa wajukuu wako uachie 500,000, and then you tell your kids, this is what nimejaribu kungangana na nikawapa. So mimi wasia wangu ni hii pesa isiwahi pungua, hii 2 million nimewapatia isiwahi pungua. Kazi yenu ni kumultiply hiyo pesa so that my grandkids can live well na watoto wa wajukuu wangu. Sio? If we did that kwa kila family, as a man, useme sasa he's the main man, is the head of the family. Akiekea hiyo pressure watoto wake, that's good pressure, because uko mbele atakuwa ameset up wajukuu na vitukuu wasianze zero, because hiyo black tax yenye unaongelea unapigiwa sijui huku unapigiwa kule, it's because somebody huko nyuma hakujipanga for whatever reason. Kuna hawakujipanga, and with the older generation hawakubaligi ya kwamba we messed up, ya kwamba hatukujipanga. So tunawaangalia nyinyi, tunawaangalia nyinyi. Ngoja turudie. Tunafanya hivi clock it. Guest wetu hatutakualika. Sijui. Fanya hivi haya. Clock it, hapo wamesema point muhimu sana. Okay. So tunawaangalia nyinyi, you umekewa extra pressure, and if you said maybe you have your own family, so bibi yako ana pressure zake ama girlfriend yako ana pressure zake, your kids they come with their own pressure. Nyumbani kuna pressure yake, wewe mwenyewe uko na mpaka unashindwa kujinunulia na pressure zako. So because we cannot keep on crying about his story, like as men, what do you think we should do
as men, this umeka kwa naume, so what do you think we should do? So that's as men, your question ameleta, we had tailored it for you. Escapism. Hizi maswali si mbaya. Behind the aliona script. No, I'm just putting out there because we tend to cry a lot about things. Now hatuwazi solution wise. We were coming to that. Mimi what I think is as youth we need to have these hard conversations with our parents ama wale watu wanatutegemea, cause if you don't have that hard and candid conversation, then we'll end up carrying more and at the end of the day we break. Unaona kama saizi unaweza kuwa labda unapitia challenge, but family bado ina expect you deliver. You understand? Labda saizi unang'ang'ana na shida, like unang'ang'ana but shida yako ni ndogo. Ukipata 200 Gs, 200k saizi, inaweza kuunlockia kitu kubwa pale mbele, but hiyo 200 ndio unang'ang'ana kufanyizi mabarua zako ili uipate. But sasa unashindwa kuimitate 200 kwa sababu ukipata lazima upunguze huko, it goes back. Yes. So you end up chasing your life in circles and in circles. How we fiki. So that's what I'm saying. We need to have these hard conversations with whoever is with the elderly, either elderly hata kama ni peers, because tumesema kuna pressure even in relationships. Ambia tu huyu mtu wako mwenye uko naye ni kweli, lakini because I know ladies hapa nje wanasema, si mimi, watu wanasema dem akikuwa na ako job, dem akikuwa yuko job ama msichana akikuwa yuko kazi na bwana ako kazi. Kwa hiyo nyumba bwana kama anapata 200,000 na bibi anapata 500,000, kwa hiyo nyumba iko na 200,000. I don't know how true that is. Lakini people end up using that first kwa sababu people tend to think otherwise, and what I'm trying to say to you to say this is because now bro umefanya job, labda you getting 100k. So your wife is working, maybe anapata zaidi yako, but again utapata kuna wengine, not in all cases, kuna wengine they'll still expect, because you're the man, you understand? You're the man, because these cases are there. Kuna ule mwenye ameajaliwa, amepata a supportive partner, jamani ataka kufanya kitu anaambia relax, nilishafanya. Ukitaka kwenda kufanya hivi naambia relax, nilishafanya, wewe fanya hivi. So understand? Ako active in this thing, but kuna ule mwenye, because you're the man, you're supposed to take care of everything. You understand? So we need to have these hard conversations with even our partners. Hiyo ni kweli, but it's not the 50-50 situation, because pia another challenge ambayo vijana tunajiwekea ni kutaka, niko kwa relationship nataka kuchapa 50-50 na dem. It doesn't make sense. 50-50 never works. It doesn't make sense. Wewe fanya hivi, cheza part yako as a man. Guest anakaa ameshangaa sana. No, bro, kuna watu wanaambiwa mimi nikilipa rent this month, wewe simamia like mimi nikilipa rent, wewe simamia shopping and electricity, or simamia these bills. Mimi nikilipa school fees, you cover the rest. 50-50. It's a 50-50 thing, of which is also not fair. So we need to have this hard conversation. Ambia ni kweli, but as a man I'll be taking care of his. Lakini nikikwama come in and support. You understand? Because we are here not as competitors, we are here as partners. We're supposed to help each other. Umefanya nini hii? Clock it. Hivyo sasa. I think it's short. And also even with our parents, we need also to let them know that yes, you are my parent and I'll support you. However, I'm also having my small family that I'm trying to build. I'm trying to build. So nitawasaidia kadri ya uwezo wangu, lakini pia naomba na mimi huku kwangu nifanye nini? Nijisaidie. Wasi mbaya bro. Usiweke pressure yote. Unaweza ngangana kupendeza bibi, wazazi wa kulaumu na hawaelewi kwa nini. Or unaweza ngangana kuweka wazazi vizuri
bibi akose kukuelewa. So we need to have clear, bring that diversity. Yes, people from the dad side. We need to have these clear conversations with our parents, with our partners, with even the society, kwa sababu as men we have a lot of things that we are shielding, and another thing we can't share it out kwa sababu pia the society. Sasa hizi nikikwambia hiyo bro bana usiku mama amenipiga, amenipiga, kuna mtu ataelewa na kuna yule mtu napigwa vipi bro, unapigwaje, you see. So we end up taking all that. So back to you, wewe unafikiri tunaweza kufanya nini? Because mimi nimesema we need to have this open conversation with all these parties involved. What's your take? Let me first answer a question nijaribu and then we turudi hapo. So back in high school when I nilijoin form 1, nilitoka Mombasa nikaenda Nakuru. It was a new place, a new language. So Swahili huko na huko ni ni tofauti, different foods, everything was different. But sasa nikitoka Mombasa I was escaping something nyumbani. So yeah, nilipata shule za huku lakini nikaambia wazazi mimi kivyovyote vile siwezi somea Mombasa. Mimi nataka kwenda mbali sana na hapa because I was escaping. Wakati unataka tu raha ya gari ya kulala. Yes. So nilipofika shule pesa za snacks. We are all new. It's a new environment. We are all new. Hatujatangamana ile ya kwamba I can fully trust you with whatever I've been carrying. So by the time nafika form 2 it was too much. So nikaanza tuseme tu I was suicidal by the time nilikuwa form 2. Like I was so depressed, hata kubrush meno ilikuwa shida. And nobody knew. Not my bedmate, not my deskmate. Ukiuliza, like when I narrated this to the classmates after high school a few years ago, like walikuwa what, aje, how, hata huko unakaa yani, yeah, whatever I was carrying, siku dadisi ama siku feel somebody and somebody is anaweza provide a safe space for mimi kwenda kuongea na kufunguka. So I don't know what happened because I didn't talk to anybody. Maybe I don't know, sikumbuki, maybe I prayed, I don't remember. You never know. Yeah, but after form 2, like I made sure form 3 na form 4 would be the best time I've ever lived in high school, and I made sure yani ilikuwa hivyo, like sitarudi tena hapo. Yes, sitarudi tena. So my mom didn't know, my dad didn't know, my brother didn't know, nobody knew. Ni mimi tu na Mwenyezi Mungu. Like kama nilikuwa nijiondoe, yeah, nilikuwa niende tu yani silently na hakuna mtu angejua. And still, even after I nearly recover from it, sikuwaambia immediately. It took me almost 20 years kuja kusema kwamba this is what I had been going through. And the reason why nilifunguka is because I saw, ama niliwaza, maybe I went through that because Mwenyezi Mungu alikuwa na purpose kubwa. You know, when you go through something, it's not just for you, for yourself. It's utapatana na mtu mwenye amepitia ama anapitia na hajui nafanyaje, naanza wapi, nafanya nini. So because ulipitishwa sehemu fulani, uko na hiyo experience, you can help them transition from hiyo na hiyo. Really, what you've mentioned is so good, and I think kuna key takeaways we have to get from this podcast. And just before we close, because we are almost closing, I just have a small game for you. Unajua mimi I got the vibes ukinieka hapo nyumbani viewer ni mark utaboeka. I just want us to do a small game before we close, and we'll definitely invite Nisi again back to our podcast, because I feel like mental health is a broad topic. We need to unpack everything about mental health. So to discuss about other people, and umeleta your aspect when you're in high school, and maybe right here tujui our emotional state right now. Sana nataka nianze hapo kwa Pedro. Right now, in one word, what is your emotional state? And there is no room for judgment. Just say
One word. Overthinking. Overthinking. Emotional, maybe like overwhelmed, depressed. You get. Me, one, I can say, with the whole process, I'm just overthinking. Just one word. However, I'm excited. Overthinking and excited. Okay, so your word. Yes, thinking. Mine, I feel like I'm climbing a hill. Yeah. That's how I feel like. And are you reaching the nini? Ama you're struggling? Haiko mbali. You are almost. Haiko mbali, but you can feel the ukiteleza tu kidogo unaweza rudi, and so ni alafu hiyo strength ya kureach hapo juu sasa ni kama inafifia, but yeah, almost there. Yeah, I'm almost there. So okay. For me I feel overwhelmed. Like I'm someone who usually does a lot of things, so nakuanga ule nini wa perfection, so I still have more to do. Okay. Sijafika pali nataka. Okay. Yeah, and the last game, who would you call when maybe you feel heartbroken and you're anxious, you're depressed? Yeah, I think we'll close at that. Wow. Pedro? Wow. Call. Who would I call? Who will you call? My other number that I know it's off. Oh. Yeah. Your number? Yeah, which is off. Rada. I think you bring aspect ya kuongelesha ChatGPT. Siku hizi tunaongeanga na ChatGPT na AI. Sawa. I'm not asking any further questions. Probably my best friend. Your best friend? Yeah. Okay. Yeah, my best friend. And for me, I find it hard to open up, but I have I wouldn't call that person a best friend, but I have a friend I can rant without that person interrupting me. So napiga mimi nataka ni rant nitoke, and then ni hivyo. Zamani I used to have this tendency of calling random numbers. I deliberately used to call random numbers. So in short, unapigia random numbers. Sitaki tuendelea hapo. Pedro atatupeleka hapa sijui ngapi. Sasa hiyo ni clue ya Pedro ya wewe kukuja kuwatch our next episode. You know, we got the vibes, and we want to really appreciate Nisi for coming to our podcast. We'll definitely invite him over and over again. And as we are closing, don't forget to comment, like, share, and subscribe to our YouTube channel, BTS. Pedro, tufungie. Kwa mara ingine tena, tunakuambia basi tumemaliza hii set. Be ready. Bado sessions ni mingi. Tutaleta tena Nisi na wengine wengi ili tuweze kuja kufanya hii shughuli ya kuongeleshana mpaka tuweze kuhakikisha tunafikia ama tunatoana katika hatua moja hadi ile nyingine. Nimekuwa wako host Don Pedro. I've been your co-host Yuna. I've been your guest Nisi. Tupatane tena. See ya.